Rafiki yangu, karibu. Leo nataka kukuuliza swali moja tu. Je, pesa zinakufanya uishi kama mtumwa? Au bills zinakufanya moyo wako uende mbio kila mwezi? Deni linakufanya usingizi uwe mgumu, na unapofungua pochi yako kichwa kinauma? Unafanya kazi kwa bidii, unatoa zaka, unaomba, unapanga bajeti, lakini bado unahisi mambo magumu? Sikiliza hii, kuna ukweli unaobadilisha maisha. Kitabu kinaitwa How Heaven Invades Your Finances cha Pastor Jim Bakker kinasema, mbingu inaweza kuvamia fedha zako leo hii. Inakupa amani, furaha na inafungulia milango, baraka za kifedha. Si kwa ajili yako pekee, bali ili ufanyike baraka kwa familia yako, kanisa lako na taifa lako. Katika video hii utapata muhtasari rahisi, wenye nguvu na unaogusa moyo. Usikose hata sekunde moja. Kama unapata changamoto za kuhusu pesa kila siku, video hii ni yako. Kitabu hiki cha Pastor Jim Bakker kinazungumza moja kwa moja na Wakristo kama wewe na mimi. Wengi wetu tunafanya yale yote yanayofaa. Tunatoa zaka, tunaomba, tunamtegemea Mungu, lakini bado tunahisi tunakwama katika uchumi wa ulimwengu huu wenye changamoto za uchumi kila kukicha. Pastor Bakker anasema, hii si mpango wa Mungu. Mungu anataka mbingu ihusike katika akaunti yako, katika biashara yako na katika maisha yako ya kifedha. Anaita Seed Flow Principle, kanuni rahisi ya mbegu inayobadilisha kila kitu. Kitabu kinakupa lenzi mpya ya kuona kuhusu pesa, si kama kitu cha kuogopa, bali ni chombo cha kubariki. Na sasa nitakufunulia masomo matano muhimu kutoka katika kitabu hiki. Masomo haya yanatoka moja kwa moja katika Biblia na yamebadilisha maisha ya watu wengi. Uko tayari? Tuendelee. Somo la kwanza, wasiwasi kuhusu pesa ni ibada kwa Mammon. Rafiki yangu, sikiliza hii kwa moyo wako. Wasiwasi kuhusu pesa ni sawa na kufanya ibada kwa Mammon, yule mungu wa pesa wa ulimwengu. Soma Biblia, Mathayo 24:13 inasema, hakuna mtu anaweza kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamuwezi kumtumikia Mungu na mali. Pastor Jim Bakker anasema wazi, worry is to Mammon what worship is to God. Unapojali kupita kiasi kuhusu pesa, unapofikiria sana nitapataje hela kesho, unaanza kupiga magoti mbele ya pesa badala ya mbele ya Baba Mungu. Unajua watu wangapi wanaamka usiku wakifikiria madeni, wanaumia matumbo, kichwa kinauma, lakini Mungu anasema katika Mathayo 6, usijisumbue, Baba yenu anajua mahitaji yenu. Wakati unapoacha wasiwasi na kuanza kumwabudu yeye pekee, mbingu inaanza kujihusisha na akaunti yako. Mtu mmoja alisoma kitabu hiki, alikuwa na deni kubwa, lakini alipojifunza kuacha kujali na kuanza kumshukuru Mungu kila siku, pesa zilianza kuja kwa njia za ajabu ambazo hakuwahi kufikiria awali. Inaweza kuwa hivyo kwako leo. Acha wasiwasi leo. Badala yake, sema, Mungu wangu, wewe ndiye chanzo changu. Hii ndiyo msingi wa kwanza wa baraka za kimungu. Somo la pili, utoaji wa Mungu ni kwa ajili ya kutimiza maono. Pastor Jim Bakker anasema, provision is for a vision. Mungu hatoi pesa ili uishi vizuri tu na kuwalingishia wengine. Anakupa ili utimize maono, mpango mkubwa wa kubariki wengine. Unapopata pesa, usifikirii tu nitatumia vipi mimi pekee. Fikiria, nitatumiaje kuwasaidia wengine? Unajua maana yake? Pesa si lengo, ni chombo. Kama una maono ya kufungua biashara inayotoa kazi kwa vijana, au kuwasaidia yatima, wajane, au kujenga kanisa, Mungu anakupa zaidi. Kitabu kinatoa ushahidi wa watu waliokuwa na maono na ghafla Mungu akawapa kazi bora au cheki zisizotarajiwa. Rafiki, wewe una maono gani? Andika leo. Mungu hatakupa tu kiasi cha kutosha, atakupa kwa wingi ili uwe baraka kwa wengine. Hii inagusa moyo kwa sababu inakufanya uone pesa kama zawadi ya kuwatumikia wengine, si ya kushikilia peke yako. Somo la tatu, chanzo kimoja tu, Mungu na rasilimali nyingi. Hapa ndipo kinachoanza kubadilika. Pastor Jim Bakker anasema, one source, many resources. Chanzo chako si mshahara wako, si biashara yako, si serikali. Chanzo ni Mungu pekee. Yeye anaweza kutumia njia zaidi ya 100 kukupa mahitaji yako. Unapomtegemea yeye tu, hofu inaondoka. Unaacha kushikilia kila senti na kuanza kuamini,
Baba yangu anaweza kutoa kutoka mahali ambapo hapana mtu angetarajia. Kitabu kinasimulia hadithi za watu waliofukuzwa kazi, lakini Mungu akawapa kazi bora mara 2 zaidi, au deni likafutwa ghafla. Hii inakufanya uishi kwa amani. Unapoamka kila siku asubuhi, sema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Na utaona rasilimali zinatoka kila pande, marafiki, fursa, hata zawadi zisizotarajiwa. Hii ndiyo inayofanya maisha yako kuwa ya kimiujiza. Somo la 4: kuwa msimamizi mwema na toa kwa mpangilio wa kimungu. Tambua Mungu anamiliki kila kitu. Wewe ni msimamizi tu. Pastor Jim Baker anafundisha, toa kwanza kwa Mungu, zaka na sadaka, kisha saidia wengine, bariki wengine, halafu tumia kwa mahitaji yako. Kinachobaki. Hii ndiyo mpangilio wa ukilme wa Mungu. Wengi hufanya kinyume, wanatumia kwanza, halafu wanaomba Mungu awasaidie. Lakini kitabu kinasema, unapotoa kwanza kwa Mungu, mbegu inaanza kutirira. Hii ndiyo seed flow principle. Toa mbegu, kuwa na imani na taraji mavao. Hadithi moja katika kitabu, mtu aliyekuwa na deni alipoanza kutoa sadaka hata wakati wa shida, Mungu akafungua milango na madeni yakamalizika. Moyo wako unagusa? Ndiyo, kwa sababu unapoitoa, unamruhusu Mungu akupe zaidi. Hii ndiyo inayofanya maisha yako kuwa ya huruma na furaha. Somo la 5: fuata kanuni ya mbegu na uone mbingu ikivamia fedha zako. Hii ndiyo kilele. Seed flow principle ni hatua 3 rahisi. 1. Badilisha chanzo chako kuwa Mungu. 2. Ungana na sheria za ukilmwe, utoaji, usimamizi na imani. 3. Taraji wingi. Pastor Jim Baker anasema, unapofanya hivyo, mbingu inaingia na kujihusisha na maisha yako ya kifedha. Madeni yanatoweka, kazi zinakuja, biashara inakuwa, na unaishi kwa maisha yenye amani ya ajabu sana. Si kwa ajili ya kujitajirisha tu, bali ili uwe na maana na baraka kwa wengine na taifa. Watu wengi wamesoma kitabu hiki, na walipozingatia masomo yaliyo ndani yake, wameweza kubadilisha maisha yao. Wengine walianza kupata pesa kwa njia rahisi zaidi, wengine kupata kibali cha biashara, na wengine wakapata amani moyoni. Wewe unaweza kuwa mmoja wao. Rafiki, kitabu hiki cha How Heaven Invades Your Finances si hadithi tu, ni mwito wa kuishi katika uchumi wa mbinguni sasa hivi. Masomo 5 haya yanakupa msingi wa pesa za kimungu na kimiujiza. Usiishi tena katika hofu kuhusu pesa. Mungu anataka kuvamia fedha zako ili uishi kwa amani, uwe na wingi na ubariki wengine. Kama video hii imegusa moyo wako, fanya hivi sasa. 1. Bonyeza like ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. 2. Comment uandike amina au nimegusa na ushiriki somo lako moja unalopenda. 3. Share video hii na marafiki zako, familia na kanisa, iwe Tanzania, Kenya, Uganda na duniani kote. Subscribe na uwashe kengele ili usikose muhtasari wa vitabu vingine vinavyobadilisha maisha. Tunakuwa pamoja kama familia kubwa ya Swahili Books Summary. Nunua kitabu hiki leo, kinapatikana online. Soma na uone jinsi mbingu inaweza kuhusika na fedha zako. Mungu akubariki sana. Tutaonana katika video inayofuata. Asanti kwa kutazama. Mungu ni mwema.